Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunakwenda kuanza ibada yetu ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay. Huu ni muda mzuri ambao ningetaka nikukaribishe ndugu yetu ambaye unayetutazama kwenye mtandao. Wewe ambaye umeamua kutuunga siku hii ya leo, kujiunga nasi kwenye maombi, kwenye ibada ya leo. Mungu akubariki. May God bless you. Na nitakuomba uende kuweka kando vitu vyote vinaweza vikakuzubalisha. And I pray that you set aside anything that may distract you. Wakati Musa aliposimama mbele ya uwepo wa Mungu, Bwana alimwambia Musa, weka kando, vua viatu vyako, maana mahali unaposimama ni patakatifu. When Moses stood in the presence of God, he was asked to take off his shoes, for where he stood was holy ground. Haijalishi whether uko naangalia kwenye TV au uko ndani ya ibada, kama namna ulivyo, kila chochote ambacho kinaweza kikakuzubalisha, kikakutoa kwenye uwepo wa Mungu, kikakutenga wewe na uwepo wa Mungu, ukiweke kando kwa sasa hivi. It doesn't matter whether you are here or you are watching live, just set aside anything that may distract you. Kama uko na TV na uko natumia simu, wakisha kitu kimoja ambayo utatufuata na kuabudu Mungu pamoja nasi. Put things aside and focus on worshiping together with us. Kwa wenyewe ambao wamekwisha fika hapa, yawezekana kwamba ulisahau vitu mbalimbali, mawazo yako yasipeperuke huku na kule. And for those who are here, let not your mind be distracted. Nitakusii, tulia mahali moja, mimina moyo wako mbele za Bwana. Just be still and pour out your heart before God. Na mwambie Bwana, asubuhi ya leo ninakuja mbele zako kwa moyo wa kushuka. And tell God, I come before you humbling myself. Acha wewe Bwana tu uinulike. And be exalted, God. Zaidi yako hakuna mwingine. Beyond you there is no other. Sitaabudu simu yangu. I want to worship my cell phone. Sitaabudu vitu vingine, lakini wewe tu worship any other thing but you alone. utakuwa chanzo ya vitu vyote. You will be the beginning of everything. Ni saa moja tu yako ndio ninakuomba umpatie Mungu. It's just 1 hour that we ask that you give to God. Kwa hiyo karibuni wote. Welcome all. Neno la Mungu tutakwenda kusoma mbele ya neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo. We'll read in the book of Matthew. Mathayo 21 na 18 na 20. Matthew 18:20. Mathayo 18:20 inasema hivi: kwa kuwa wanapokusanyika pamoja watu wawili na hao watatu kwa jina langu, mimi niko papo hapo pamoja nao. It says, where 2 or 3 gather in my name, I'm there with them. Kwa hiyo uwepo wa Mungu uko mahali hapa, sababu mimi na wewe tumekuja kumwabudu yeye, mfalme wa wafalme. The presence of God is here because I and you were here to worship the King of Kings. Neno la Mungu pia linasema katika kitabu cha Waebrania 11, God also tells us in the book of Hebrews, inasema kwamba mnapomkujia Mungu ni lazima umuamini kwamba yupo. that those who seek God must first believe that he is. Na tufahamu ya kwamba yeye huwapa thawabu wale watu wanaomtafuta kwa bidii. And he rewards those who diligently seek him. Muda wako wa kufunga TV yako ili uweze kumwabudu Bwana hautaenda bure. Your time of shutting down any distraction to worship God won't go in vain. Muda wako wa kuja mbele ya Mungu kumwabudu Mungu hautapotea. Your time to come before God in worship won't go in vain. Kwa hiyo Mungu anasema atalipa kila mtu ambaye anamtafuta kwa bidii asubuhi ya leo. God says that he will reward
reward anyone who diligently seeks him this morning. Swali langu kwako na kwangu sisi wote, una matarajio gani kwa siku ya leo mbele ya Mungu? So my question to you, what are the expectations you have today? Ikiwa utakuja mbele ya Mungu na hauna matarajio yoyote ile, utakuwa unapoteza muda wako. If you come to God without any expectation, it will be a waste of your time. Watu ambao wanamuona Mungu ni watu ambao wana matarajio. Those who receive something from God. Kwa hiyo nenda kusimama mahali ulipo, So stand wherever you are. twende kumwabudu Mungu wetu. Let's worship. Ambia Bwana, ninasimama mbele zako asubuhi ya leo. I'm standing before you this morning. Ninahitaji uwepo wako ujidhihirishe kwenye maisha yangu. I want your presence to be fulfilled in my life. Ukutane na mimi siku ya leo kwenye nafasi nilipo. Meet me where I am. Utakapokutana na watu wengine, nikumbuke na mimi asubuhi ya leo. When you encounter others, remember me as well. Ninapenda nikupatie maabudu ambayo sijawahi kukupatia tokea nizalike. I want to give you the kind of worship I've never worshipped before. Ninapenda nikuabudu kama vile leo ni siku yangu ya mwisho mudunia. I want to worship as if it's my last day on earth. Wende kufumba macho yako, Just close your eyes. paza sauti yako, umulilie Bwana, mwambie Bwana, ninasimama mbele zako, To him and say, I'm here before you. ninakuletea kitunga cha zawadi. Zawadi zangu ninaleta asubuhi ya leo. Haleluya. Bwana, ninasimama patakatifu pako. Mimi hapa ninasimama pamoja na kanisa lako. Hallelujah. Tukilinganisha maabudu ambayo tunayokupatia na maabudu unayopewa huko juu mbinguni na wamalaika, ya kwetu haifikii. Ya kwetu si kitu, lakini maabudu yetu yana upako, yana uwepo, yanakubalika mbele zako, sababu ya Kristo, sababu ya kazi Kristo amefanya kwenye msalaba, sababu ya nguvu ya upendo wako juu yetu. Na leo hii tumekombolewa, tumeitwa wana wako, ni kwa sababu yako Bwana. Na maabudu yetu, zawadi tunayokuletea, sifa za midomo zetu zinapokelewa siku ya leo, sababu ya kazi ya msalaba. Wewe ambao umetupatia access na nafasi ya kuja kwenye kiti chako cha enzi ili tukuabudu. Mara zingine ninajiuliza, ninasema mimi ni nani? Sisi ni wanani hata tukuje kwenye kiti chako cha enzi tukuabudu wewe, mfalme wa wafalme, ambaye hata wakuu wetu wa dunia hatuna na nafasi ya kuja kuzungumuza nao, lakini wewe Bwana, sababu ya kazi ya msalaba, kazi ya Golgotha, kazi ya Calvary, umefungua pazia, ulipasua pazia iliyokuwa katikati yetu na sisi na wewe, na leo hii tumepewa mlango wazi ya kuja kwenye kiti cha enzi, kwenye kiti chako cha ufalme, mahali pa utukufu, mahali patakatifu, ili tuje kuinua jina lako. Ni privilege kuu sana ambayo unatupatia. Tunasema wastahili, wastahili utukufu, wastahili heshima. Oh, haleluya. Asubuhi ya leo, jinsi tunavyokuja kuimimina mioyo zetu mbele zako Mtakatifu, tunaomba uende kuifungua mioyo zetu, uende kutuwezesha tukuabudu namna hatujawahi kuabudu, tuweze kukupatia matunda ya midomo yetu ambayo ni the best of the best. Tukupatie sadaka, toleo ambayo wewe Bwana unastahili. Hacha maabudu yetu na yakufikie asubuhi ya leo. Hacha maabudu yetu yapokelewe siku ya leo. Angalia ndugu yangu ambaye anayetujoin siku ya leo, amejiunga nasi kwenye mtandao siku ya leo. Tunamwombea naye Bwana, umneemishe, umupe neema ya kukuabudu asubuhi ya leo. Asichukulie ibada ya leo kuwa kama sehemu ya igizo au sehemu ya onyesho. Tunamwombea aje mbele ya kiti chako akiwa na matarajio, akiwa na tumaini, akiwa na matarajio ya kwamba utakutana naye kwenye runinga lake, kwa mahali alipo utakwenda kugeuza moyo wa mwanadamu na kujipatia Bwana. Unasema nitaleta watu wote kwangu. Hata asubuhi ya leo ulete watu wote kwako Bwana.
na ndugu zetu ambao wako majiani, tunawaombea ulinzi wako, watangulie jinsi wanavyokuja kukuabudu asubuhi ya leo. Ujitukuze yawe. Oh, haleluya. Tunakualika kwenye mkutano mzima, utukufu wako na utande mkutano mzima, uwepo wako utande mkutano mzima, nguvu zako zitande mkutano mzima. Tawala asubuhi ya leo, tawala Bwana El Shaddai, Yehova Jireh, tunakualika katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Asante mtakatifu, kwa kuwa wewe ni nguvu, wewe ni nguzo, wewe ni msaada, wewe ni baraka, wewe ni uweza wetu, hautatupungukia kamwe. Umkumbuke mama huyu, mkumbuke ambaye atakayekuja mahali hapa kwenye akiwa ameumwa, ninamwombea uponyaji. Ambaye atakayekuja mbele ya uwepo wako akiwa hajihisi vizuri, ninamwombea nguvu zako. Anahitaji mwongozo wako, umuongoze Bwana. Tunakualika asubuhi ya leo. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Tunakuhitaji yao, tunakualika. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, haleluya. Haleluya. Mahali ulipo, nyanyua mikono yako juu katika hali ya maabudu. Hata wewe unayetutazama kwenye mtandao, nyanyua mikono yako juu, alama ya kusarenda, alama ya kujishusha mbele ya Bwana na kumwambia Bwana, wewe pekee wastahili. Mimi sifai, lakini wewe unafaa. Simu yangu haifai, lakini wewe Bwana unafaa kwa wakati huu. Ninakupatia moyo wangu asubuhi ya leo. Nenda kupokea matunda ya midomo yangu ambayo ni sifa ninakuletea. Wakati waimbaji wanaimba wimbo, tafakari ukuu wa Mungu kwenye maisha yako. Kumbuka makuu Mungu amekutendea usiku na mchana. Vita ambavyo Mungu yuko anakupigania wewe, unalala unaamuka unazania ni kawaida, hujui ushindi gani unatoka wapi. Fumba macho yako mahali ulipo, nyanyua mikono yako mahali ulipo, na kama utajiweza nenda kwenye magoti, abudu Bwana. Neno la Mungu nasema na kila goti na likunjwe mbele ya Bwana, na kila ulimi ukiria kwamba yeye ni Bwana. Muda wote wako huu nenda kumwambia wewe tu ni Bwana, wewe tu wastahili utukufu, heshima. Umwambie Bwana wewe ni mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Asante Bwana majeshi. Haleluya. Asante Yesu. Haleluya. Usiharakishe kufikiria mambo mengine. Mpatie Bwana moyo wako. Mimina moyo wako mbele ya Bwana. Mpe Bwana maabudu yako. Mpelekee Bwana maabudu, maneno mazuri. Mwambie Bwana neno nzuri itakamfurahisha. Hallelujah. Tell God something sweet, something good that will please his heart. Oh, hallelujah. Acknowledge his presence. Acknowledge. Hallelujah. Tell God you alone are worthy of praise and worship. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Unaweza Mwokozi, Baba unaweza Yesu. Unaweza Yesu.
Yes, Lord. Unaweza, unaweza Yesu, unaweza Mwokozi, Hallelujah. Hallelujah. unaweza Mwokozi, Baba unaweza Yesu, unaweza Yesu, haushindwaki na kitu Yesu. Baba unaweza siku zote, oh, unaweza Yesu, unaweza Yesu, hakuna kama Yesu. Baba unaweza siku zote Yesu. Oh, unaweza Yahweh. Unaweza Yesu. Hakuna kama na wewe Yesu. Baba unaweza kwetu. Oh, mwaminifu kwetu. Mwaminifu kwetu. Baba mwaminifu kwetu. Ninakusihi ndugu mpendwa, fungua moyo wako mbele za Mungu. Mwambie anaweza juu ya maisha yako. Haijalishi shida unazozipitia, haijalishi magumu unayopitia, haijalishi wangapi wanaendelea kukudharau, haijalishi ni wengi wamesema hauwezi kuolewa, haijalishi wamesema wao utafanyikiwaka, lakini endelea kumtumainia Mungu tu. Mwambie anaweza juu ya maisha yako. Endelea kumtumainia Mungu kwa kuwa ndiye kimbilio, msaada wa karibu. Hakuna aliye kama na yeye, kwa maana yeye ndiye anasema kama yeye ndiyo njia ya kweli na uzima. Endelea kumtumainia Mungu, mwambie anatosha na stahili Yesu. Na ndio Bwana, nina sababu ya kusema wewe unaweza Jehova. Wewe hujawahi kushindwa Papa, haujawahi kushindwa Yesu. Uinuliwe na upewe sifa Jehova. Hakuna aliye kama na wewe Yesu. Oh, unaweza Yesu. Unaweza Yesu. Unaweza juu ya umama Yesu. Baba unaweza siku zote Yesu. Oh, mponyaji kwetu. Mponyaji kwako Baba wewe. Yakikusema utapona, utapona tu. Hakuna kama Yesu. Baba mponyaji kwetu. Oh, mfariji kwako Yesu. Mfariji kwako mama, baba Yesu. Haijalishi wamesema mangapi juu yako Yesu. Mfariji kwako. Oh, mfariji kwetu. Mfariji kwako mama Yesu. Yakisema takufariji, ninakufariji tu.
Yes, kweli. inuliwe na kweli. Ninasema wastahili. Alléluia, oh Jésus, alléluia. Alléluia, les souffles de la vie. Laisse-toi briller du matin, alléluia. Avec qui je vais te comparer, Jésus. Incomparable. Alléluia, 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 Jesus, Alléluia. 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 We worship you. We worship you. Oh, hallelujah. Hallelujah. We bow our hearts to you. Let every prayer become my worship. Hallelujah. Adonai, Yes, we Lord. lift you
Yes, Lord. We bow our hearts Hallelujah. to you. Let every breath Endelea kumwabudu Bwana mahali become ulipo. my worship. Fumba macho yako, acha kuzubaa katika mara huu. Mimina moyo wako mbele za Bwana. We sing Yahweh, 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 Yahweh. We lift you high. We lift you high. We sing Yahweh, 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 Yahweh. We lift you high. We lift you high. We sing Yahweh, 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 Yahweh. We lift you high. We lift you high. We sing Yahweh, 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 Yahweh. We lift you high. We lift you high. We lift you high. Oh, hallelujah. Haubadiliki kamwe. Hallelujah. Soki na moni mokolo ya lelo ngai Nakobanga Nzambe. soki na moni mokolo ya lelo Nakobanga Nzambe. baoyo bakufi na leki na nini Nakobanga Nzambe. soki na moni mokolo ya lelo ngai Nakobanga Nzambe. atika na yemba sembo ete momonja bakonzi ya yawe elike ya motema na ngai otika na yemba sembo ete momonja bakonzi ya yawe elike ya motema na ngai otika toyemba biso ete momonja bakonzi ya yawe tobetata mololo pona yesu
Yesu azali Nzambe Okupona Yesu we. Haleluya. Amen. Bandi mina Yesu we. Haleluya. Amen. Atokubisa Masia Haleluya. Yesu azali Nzambe Okupona Yesu we. Haleluya. Haleluya. Okupona Yesu we. Haleluya. Oh Adamilele Adamile. Yesu oh Adamilele Adamile. Adamilele Yesu oh Adamilele Adamile. Adamilele Yesu oh Adamilele Adamilele Yesu oh Adamilele Adamile. Adamilele Yesu oh Kwa sababu yeye ni Mungu milele na milele, anabaki. Asante Yesu. Yesu ni Bwana. 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 Yesu mahali ulipo, waza sauti kwa shangwe, umwambie Bwana wewe wastahili. Ambia Bwana wewe ni mwema, wewe ni mkuu, wewe ni mtakatifu. Tell God you are holy, you are right, you are worthy of praise. You deserve all the praise, you deserve all the honor this morning. As I stand in the awe of your presence, receive honor, receive glory. Oh hallelujah, I glorify him. Oh hallelujah, glorious God. There's none like you, there's none like you. Hakuna kama wewe Baba, hakuna kama wewe. Mponyaji wetu, mulinzi wetu, mshindaji wetu, kupigania vita na kutupa ushindi wakati sisi tunamupa, tunaona vitu vinaenda salama. On the background unatupigania vita tuoni. Ninakuabudu Baba, moyo wangu
Ninaumiminia mbele zako. Pokea matunda ya moyo wangu. Hii maneno ya kinywa changu yapate kibali machoni pako. Asubuhi ya leo ninakuabudu, ninakuinua. Mtakatifu, mtakatifu ni wewe Yahweh. Oh, hallelujah. Mtukufu ni wewe. Mtukufu ni wewe. Haleluya. Heshima zote zikuwe Yesu. This one.
anastahili. Haleluya. Ndugu, umoja mfalme anaitwa Herode. There was a king named Herod. Naweza kupata mshwari kidogo. Siku moja One day, binti wake alicheza his akamfurahisha. daughter-in-law danced. Biblia inasema The Bible says, mfalme alipofurahishwa na mchezo wa ule dada, when the king was pleased with the dance of this daughter, akamwambia binti wake, uniombe kitu chochote takupatia. he told her, ask anything you want and I will give you. Mfalme akaongeza akasema, hata kipande cha ufalme wangu nitakupa. And the king said, even half of my kingdom I will give it to you. Leo hii mimi tulikuja mbele ya uwepo wa Mungu. No, when we come in the presence of God, Unapaswa kuwa na matarajio. you must have expectation. Mungu akikuuliza saa hizi akupe nini, utamwambia nini? If God asks you, what should I give you, what will you say? Kwa hiyo Bwana, uwepo wa Mungu mahali hapa, There is God here. na Mungu anapenda guse maisha mtu mmoja mahali hapa. And God wants to touch someone's life here. Usirudi nyumbani namna ambayo umekuja, Do not return the same way you came in. maana Mungu ana malengo makubwa sana asubuhi ya leo. Because God has a purpose. Maabudu Yes. unayompatia, sifa unayompatia haitaenda bure. The worship that you give him won't go in vain. Anasema anawapatia thawabu wale wanaomtafuta kwa bidii. He rewards those who diligently seek him. Kwa hiyo tutakwenda kusimama tena So we are going to stand. kwa dakika chache, tutakwenda kusalimiana kwa muda kama na huu. Just for a few minutes we're going to greet each other. Kwa hiyo mbele hatujasalimiana, ningelipenda ni acknowledge watu ambao ni mara yao ya kwanza. Unaweza kukaa kwanza tafadhali. You may all be seated, but I want to acknowledge those whom it's their first time to be here. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, tungeomba tu nyooshe mkono mahali ulipo, If it's your first time to be here with us, just raise your hand wherever you are. na tutaweza kukaribisha. Karibu sana ndugu yetu mahali pale, unaweza ukasimama Welcome, mahali our brother. ulipo. Welcome. Would you mind to stand up, brother, over there, just to just tell us your name? We don't want to see you on the street and call you some names, but we would like to acknowledge you. What is your name, brother? Where are you from, brother? Awesome. Welcome, welcome. Anatokea Texas. Anatokea Texas. Thank you so much. We love you. And we have another brother Nakupenda behind it sana. there. Na tuna Would you ndugu mind mwingine to hapa. introduce yourself, please? Ndio Welcome, jina our lake brother. anatokea Kongo, lakini Welcome, anaishi welcome. Texas pia. Kwa wale ambao wako karibu yao, please muwapatie mkono Those who pale, are next to them, muwakaribishe. please welcome them, give them a Kama handshake. hawajatoka, kabla hawajatoka leo hii, uonane nao. Wako na story nyingi za Texas. Before they leave, make sure you see them after service, talk, get to know each other. Uhakikishe unachukua vyote vya Texas wenyewe walileta, Make sure everything they brought from Texas na stays wewe here. unawapatia vyote vya San Diego ili warudie na kitu fulani. And then give them whatever we have from San Diego, that way they may go with them. Mungu awabariki, na bless ningependa you so pia much. nitambulishe watumishi wa Mungu hapa, dada Bernice I also na wanted mume to- wake To recognize the servants of God, or Sister wamekusha Bernice and the kututembelea husband. mara nyingine mwaka jana. They've been here before last year. Ni privilege ya mkubwa sana kupata watumishi wa Mungu kutoka fasi ya mbali na wanakuja miongoni mwetu. It's a great privilege to receive Dada people Bernice, of God coming una from afar. umind kusimama pepe kanisa hata namna hii? If you may just rise up and wave to the church. Amen. Kwa muda mdogo tutampatia dada Bernice na nafasi ya kutuongoza katika wimbo mfupi wa worship, wakati maabudu neno la Mungu litakwenda kutolewa. In a few minutes, we'll let her lead us into worship before we hear the message. Basi tutakwenda simama tusalimiane wote dakika moja tu. And then we'll also rise up and greet each other in a minute. Tusimame. Hallelujah. Tusalimiane, salimiane. Milolo, Sisi huru. milolo, milolo, Salimiana, milolo, patia, milolo, salimiane jamani, zunguluka. Kwa mkono wa baraka tusalimia
tusalimiane, tuseme sote. Kwa mkono wa baraka tusalimiane, tuseme sote. Kwa mkono wa baraka tusalimiane, tuseme sote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu anarudi. Yesu anakuja. Bwana anarudi. Bwana anakuja. Sote ni wamoja. Sote ni wamoja. Sote ni wamoja. Sote ni wamoja. Bwana anakupenda wewe. Bwana anakupenda wewe. Chichi 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 milala 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 sote ni wamoja sote ni wamoja Bwana anakupenda Bwana anakujua Bwana anakuona Bwana anakuona Hallelujah. Amen. Mungu akubariki. Unaweza kukaa chini sasa. May God bless you so much and you may be seated. Oh, hallelujah. Amen. Nakuwa na furaha sana ninapojua leo ni siku ya kwenda kwenye uwepo wa Mungu. I'm very pleased when I understand today is the day of going to God's presence. Ninapotoka kwenye uwepo wa Mungu, huwa wiki yangu najisikia nina energy nyingi sana. When I come from the presence of God, I feel energized. Kwa hiyo nataka tu transition kwa muda kumtolea Mungu sadaka zetu. And I want us to go into our moment of giving. Mungu amekulinda wiki mzima. God has protected you the entire week. Amekupigania vita vyenye kuona. He has fought for you battles you didn't see. Mungu amekubariki. He has blessed you. Amesamehe maovu yako. He has forgiven your trespasses. Amekufanyizia mambo mengi mimi na wewe. He has done so much for you and I. Kwa hiyo kwa lile ambalo unaona Mungu wako anastahili kupata, For that which you see your God deserves. kwa heshima ile ya Mungu mfalme wa wafalme anatakiwa kupata, For the honor that is due a King of Kings. kama zawadi As a gift. unakaribishwa nayo asubuhi ya leo, You are being welcomed. kumtambulisha kwamba naleta zawadi natoka kwenye kina moyo wangu, To say that I'm bringing an offering from the innermost part of my kwa heart. sababu nimeangalia vyote hivi nilikuwa navyo havikufai, Because all that I have, na none of kuletea them is hiki even ambacho worthy as you. nimeandaa. So I bring what I've prepared. Unaistahili. Because you're worthy. Na kama wewe wakuleta, kuna wale ambao wanatembea na cash na wale ambao hawatembei na cash. And there are those who have cash and those who do not have cash. Ikiwa with them. unatumia Zelle au Cash App, So if you use Zelle or Cash App, wata project Cash App hapo hivyo, I will have the number on the screen. na Zelle unaweza kutumia kwenye Zelle, And you can send via those platforms. na sadaka litafika tu kanisani. And it will be received. Kwa hiyo tusimame wote, So let's all stand up. tunakwenda kushika sadaka zetu namna hii. We're going to hold our offerings like Kama this. iko kwenye simu yako, unashika simu yako namna hii. If it's in your phone, you hold your phone. Twende simama. Mwambie Bwana, Tell sadaka God. zangu hizi nazileta mbele zako. This offering I'm bringing before you. Kumbuka story ya Herode na binti wake. Herode alimwambia binti wake, nikupatie nini? Niombe chochote nitakupa. Remember, Herod told the young lady, what do you want? Ask for anything and I will Chenye give you. kiko ambacho ni haja ya moyo wako, mgabizi Bwana Tell asubuhi ya God leo. the desire of your heart. Amen. Amen. Na mwambie Bwana, naleta hii kwa upendo wangu kwako, And say, God, I'm bringing this for my love kwa for you, yale ambayo umenitendea. for what you've done for me. Unastahili. You are worthy. Haleluya. Baba, tunasimama patakatifu pako, tukiinua sadaka zetu hizi ambazo tumeleta asubuhi ya leo.
kuwa alama ya expression ya maabudu yetu, expression ya upendo wetu kwako, kwa jinsi ulivyo kwenye maisha yetu, kwenye ufunuo ya maisha kila mmoja wetu. Bwana, pokea sadaka zetu kwa muda kama na huu. Nenda kujitukuza kwenye maisha yako yetu. Angalia baba huyu, angalia mama huyu, kwa aje ya moyo wake wote ule umkumbuke katika jina la Yesu. Na wale ambao adui aliweza kuiba na nafasi ili wasijiandae kwa kuletea zawadi, uende kuzuia adui huyo siku nyingine asipate nafasi ya kuleta distraction na kuwazubalisha wasikuabudu katika roho na kweli. Tunakuhitaji kwa muda kama na huu, ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba kushukuru, amen. Basi tutasimama tumtukuze Bwana. Mungu, neno la Mungu nasema Mungu anafurahia moyo wa mkunjufu, moyo unaomtolea kwa roho ya ukunjufu. Kwa hiyo njoo ukiwa unacheza mbele ya uwepo wa Bwana, si kama jinsi unavyolipa taksi yako, lakini sababu unaleta zawadi inayofurahisha moyo wako. Amen. Hallelujah. Tusimame mahali alipo. Karibu worship. Mama na yo papa yo zali molonge, mama na yo papa yo zali molonge, molonge 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 molonge. Mama na yo papa yo zali molonge, mama na yo papa yo zali molonge, molonge molonge molonge. Mama na yo papa yo zali molonge, mama na yo papa yo zali molonge, yo molonge molonge yo molonge molonge. Yawe mama na yo papa yo zali molonge, mama na yo papa yo zali molonge, molonge 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 molonge. Baluka mabala papa yo pesa mabala, baluka mabota papa yo pesa kibango, yo molonge molonge yo bikamwa samba sole sonanga. Mama na yo papa yo zali molonge, mama na yo papa yo zali molonge, molonge 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 molonge. Lelo koyembela yawe zina biso to yelelo koyembela yawe zina biso to ye awa kokumisa mobali ye moko zina biso to yelelo koyembela yawe koyembela Yesu sabe na bikamo koyembela Yesu kogina loko koyembela Yesu kogina loko Yesu kogina masanjo koyembela Yesu sabe na bikamo koyembela Yesu kogina loko bina 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 Yesu bina 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 Yesu bina 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 Yesu bina 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 Yesu bina bina. Yeah, amen. Tunamkaribisha mama mchungaji kuja kuombea sadaka tafadhali. Basi tunaomba. Bwana Yesu, tuko mbele za uso wako asubuhi ya leo. Tunasema asante kwa sababu ulitulinda wiki mzima. Tumeona mkono wako ukitulinda, ukitupigania, ukitutetea usiku na mchana. Na ambao umetulinda wiki mzima Papa, tumeona tena upendo wako na umetupatia neema kama vile neno lako inasema tusikose kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Nasi tumekusanyika kama watoto wako na tumeleta hivi ambao ulitubariki Baba katika wiki, katika mwezi.
nasi tunarudisha Bwana wetu upendo ambao ulituonesha, tumekuonesha tena upendo. Acha ubariki sadaka hizi, bariki Bwana wetu mafungo la 10 bariki kila moja aliyeweza kukutolea kwa moyo. Bwana wa neema, rudisha pale alikotoka zaidi sana. Tunaomba energy juu ya kazi anayoifanya Bwana, ambaye nakumbuka kutumika pamoja na wewe Bwana, kwa maana sadaka hizi zinatumika kwa ajili ya ufalme wako, kuokoa wengine, hata kusaidia wengine. Bwana wa neema, bariki kazi zao, bariki mifuko yao Bwana, adui asipate nafasi ya kuweza kutoboa, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba utazuia yule anayekula katika jina la Yesu. Tunashukuru kwa sababu uko mwaminifu, we Mungu unayesikia, Mungu unayetenda kupitia neno lako, ni katika jina la Kristo Yesu tukiomba, amen. Amen. Tukaribisha kwa wa mama kwa wimbo mmoja. Karibuni, tunaweza mkakaa. Asante. Wewe unaniwazia mema.
Mungu awabariki wa mama zetu. God bless you so much, our mothers. Kwa hiyo tunakwenda kufikia muda wa kulishwa neno la Mungu. And we're going to enter into a moment where we hear from God. Tunamkaribisha dada Bernice na timu yake. I welcome our sister Bernice and her team. Karibuni mbele kwa wimbo wa maabudu mfupi tu 3 to 5 minutes. To come and lead us into a short worship song. Wakati Pastor Israel akisimama hapa As Pastor kutulisha neno la Mungu, karibu. comes to feed us the word. Amen. Amen. Mbote, shalom. Bandeko nyonso bayoka lingala mama. No, il faut translate. I'm waiting for the translator. Amen, amen. Okay. Yeah, okay. Tuzana isengo makasi ya koyawa na tongwa lelo. Nyingi ya kuja hapa asubuhi ya leo. Toyaki na invitation ya Pasteur Israel. Tulikuja kwenye mwaliko wa Pastor Israel. Pelokola awa izanda kuna biso. Kwa maana hapa ni nyumba yetu. Papa Israel alubia zoya kote ya maloba nzambe. Papa Israel atuambia kwamba atahubiri neno la Mungu. Nde asepela ki biso peto ya na elongo. Na ilimfurahisha kwamba tuje pamoja naye. Nde ya ngondo moni biso tozawa toiko kumisa nzambe. Amen. Ndio maana tuko mahali hapa ili tumtukuze Bwana. Nalingaki na sepela na yeba tanzembo Swahili na yemba na bandeko. Ningelifurahi nijue hata wimbo moja wa Kiswahili niimbe na ndugu. Elingai sala ngesengo makasi. Ingenifurahisha sana. Ndo yemba Swahili awa eoza ya solo te, oza ya lokuta. Nikiimba wimbo hapa hii haitakuwa ya kweli ya Kiswahili. Ngona na usepela na yemba nzembo ngala. Napendelea niimbe wimbo Mulingala. Pona yebike bandeko pe bakoyeba yango. Kwa maana najua wandugu wengine wataijua. Na yebite soki na banda po bandeko balanda ngai lokwa bazotia ba instrument. Yes, please. Na banda Malasi yango yo ayeko sopa na se ya makolo na yo. Malasi yango yo Unaweza kusimama mahali ulipo. Simama. Kolo yo, oh malasi yango yo na yeko sopa wapi na se ama kolo na yo, oh malasi yango yo na yeko sopa wapi na se. Nzembo we eza lokola mwasi wana kotaki na ndako bisika ba invitaki Yesu. Yesu avandi na ba disciple bazolia. Balobi depuis akota ki muntu asokoli ye makolo azali te. Nde mwasi wana ya yena malasi ya talo o ya zalaki nango. Mwanamke yule alileta Biblia elobike parfum azui parfum wana ya talo ya zalaki nango. Manukate yale alileta o ezalaki ko correspondre na salaire na ye ya mbula mobimba. Azui yango apanzi yango na makolo ya Yesu. Azui yango asopi yango na makolo ya Yesu. Nde yango nga nazoyemba ke oyo oza nango ya talo sopa yango na makolo ya Yesu po ye abongi kozwa nkembo wana. Amen. Eza simple nazoloba malasi yango na ye kosopa. O malasi yango yo na ye kosopa wapi ye na se makolo na yo. O malasi yango yo na ye kosopa wapi ye na se makolo na yo. O milolo yango yo na ye kobeta wapi ye na se makolo na yo. O milolo yango yo na ye kobeta wapi ye na se makolo na yo. O loyembo yango yo na ye koyemba wapi ye na se makolo na yo. O libota yango yo to ye komema wapi ye na se makolo na yo. O yemba yemba ata milele.
basantu Yesu nzambe na bomoye libanga nanga ya chalo Yesu elonga nangai oh pangu si pisoni amiso Yesu elonga nangai oh pangu si pisoni amiso Yesu elonga basantu oh yeba yo pangu si pisoni amiso Yesu elonga basantu yo pangu si pisoni amiso oh pangu si pisoni amiso Yesu elika basantu zambi na bomoye Yesu elika basantu zambi na bomoye yemba haleluya hosana haleluya hosana na Yahweh Haleluya hosana na jo Haleluya hosana Haleluya hosana na Yahweh Haleluya hosana Haleluya hosana na Yahweh Haleluya hosana Haleluya hosana na libanga na Haleluya hosana Haleluya asimi bomoya basantu Haleluya asimi bomoya basantu Haleluya asimi bomoya basantu Haleluya asimi bomoya Haleluya hosana 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 Malasi nanga yangoyo Malasi nanga Oh malasi nanga nazolela malasi yambalo motema pesa monyoso pa nzambe pesa monyoso ya motema ya motema pesa inyoso etongolelo pesa inyoso na bondeli yo motema na ngaya na bondeli yo motema na ngaya na bondeli yo motema na ngaya na bondeli yo mabanzo na ngaya na bondeli yo makambo na ngaya na sopinyoso rebanosheta na sopinyoso na sopinyoso motema na nga nyonso yango oyo yoka nzembo tobonzeli yo nyonso olangwisanga nakoma liboma nazelaka yo olangwisanga nakoma liboma nazelaka yo oyo langwisanga nakoma liboma nazelaka yo olangwisanga nakoma liboma nazelaka yo héritage akotikela bana ezalaka nani ezalaka yo olangwisanga nakoma liboma nazelaka yo yemba zambi wa boyo chulule
Nzambi wa mboye chulule Nzambi wa mboye chulule Chulula bukola Nzambi wa mboye chulule Chulula bukola Nzambi wa mboye chulule Chulula bukola bwebe Moye chulule Chulula bukola bwebe. Nzambi wa mboye chulule Chulula bukola bwebe Ya moye chulule Chulula bukola Est-ce qu'on peut na Nzambe maboko na chombo lelo Pigia Yesu makofi. Can you start to speak to the Lord where you are? Can you begin to speak to the Lord where you are? Hallelujah. Can somebody begin to speak to the Lord where you are? I just want you to speak to the Lord where you are. Napenda mwambie, uzungumze Start to na Bwana minister to mahali the Lord. ulipo. Start to speak to the Lord. Anza kuzungumza na Est-ce que Bwana mutu mahali moko ulipo. akoyebisa Nzambe sala ngo lokola prière? Uifanye kama maombi. Nayebi tene na koyebisa yo sala ngo lokola Sijui prière yo nikwambie moko. namna gani, lakini Banda koyebisa uifanye Nzambe kuwa kama likambo. maombi. Yebisa Nzambe likambo moko. Mwambie Bwana neno moja tu. Yebisa Nzambe likambo moko euta na motema na Ambia yo. Mungu neno moja inayotoka Speak to kwenye God moyo something wako. that is coming from your heart. Ambia Bwana neno moja This inayotoka is kwenye about kina you cha and moyo God. wako. Ni wewe kati yako wewe na Mungu. We just have 2 minutes if you can speak to the Lord. Tuna dakika 2 tuzungumze na Bwana. Hallelujah. One more 30 seconds, speak to the Lord. The Bible says those who know trust in. The Bible says that those who know their God, they trust in. Those who know their God, Wale wenye wanamjua they Mungu will wao trust in Him. watatia imani yao kwake. Those who know their God, Wale wanayemjua Mungu wao, those who know their God, wale wanayomjua Mungu wao, those who know their God, wale wanayomjua Mungu wao, ceux qui connaissent leur Dieu. wale wanayomjua Mungu Baoyo wao, bayebi nzambe na bango. wale wanayomjua Mungu wao Bakupesa ye confiance. watatia mafikiri yao yote kwa Mungu. Those who know their God, Wale wanayomjua Mungu they wao will trust in Him. watatia tumaini kwake. Just 10 seconds more, 10 seconds. Kwa sekunde 10 tu, 10 seconds, speak to the Lord. ongea na Mungu, Speak to God. ongea na Mungu, Father, bless you. ongea na I Mungu. bless tu. you for my life, oh Lord. Endelea I kumwabudu give my na life to kumuinua. you as a living sacrifice. Asante Yesu. Let my life give you praise. Asante Yesu. Let my life give you glory. I give you everything, oh God. You are the reason of my existence. Father, I'm nothing without you. I bless you, El Shaddai, and I give you all the praise. I give you all the honor. You are faithful, God. Be blessed, oh God. Be blessed, Jesus. I bless you, oh Lord. I bless you, Jesus. I give you all the praise and all the glory. Let my life be a living sacrifice for you. Let my life, oh Father, be a living sacrifice. Acha maisha yangu ya kuwa I don't sadaka see my life ambayo without inayoishi. you. Father, give you everything. Lead my life. Asante Yesu. Lead my house. Lead my destiny. Help me, O Lord, to know you well. And help me to understand your word. Help me, O God, to do your perfect will. And let my life be a life that gives you glory every day. Father, I don't want to stay out of your presence. Keep me in your presence, oh God. Use me as much as you want. Take me wherever you want. I'm leaving, oh God, myself.
control my life, oh God. May I disappear, and Lord, you appear in my life. Use my life, oh God, as your dwelling place. I want people to see you through me. I want to reflect, Lord, who you are. I already wasted my life, Lord, doing so many things aside. I want to live for you and for you only. Father, one day my body will go to dust. My spirit will go back to you. And my soul will stand before you. I want, oh Father, on that day, you to say, faithful servant, I thank you, Lord. Teach me your ways. In Jesus' name. Amen. Amen. Can you put your hand together for Jesus? Pigie Bwana Yesu Kristo makofi. Glory to God. Amen. Na frère, on a 20 minutes. Photo Ken. Zamba pambola biso. Mungu atubariki. Oyebi susi ya mutema nanga bokovana. Tunaweza tukakaa. Mnajua haja ya moyo yangu. Susi ya mutema nanga eza ke bato ebele. Ba en église. Mais ba o comprendre ka te église ezani. Watu wengi wiko kanisani lakini hauelewi kanisa ni nini. Mutu mwa lingina za vrai na biso. So na lo ba pona biso nyos. So niko naongea kwa ajili ya sisi wote. Eloko makasi zaka kubongola mutema te. Kitu ya mgumu haiko tu Eloko kubadilisha moyo. makasi zako yeba pona nini nzamba bikisio asali mwana na yo. Ni kutambua kwa nini Mungu amekuokoa na Nana amekufanya yebike mtoto batu wake. musuba okeli felo na kati église. Wangapi wanatambua kuna wale ndani ya kanisa ni Est-ce wanaenda que kwenye moto. Batu musuba okeli felo Kuna na wenyewe wataenda église. kwenye moto ndani ya kanisa. Ezaka ba pagano te. Haiko tu wale Na wenyewe batu musuba hawasiamini. yambaki Yesu me ba orate lola. Ba Lakini wale korate wenyewe ba korate enlèvement. Merci. walimpokea Yesu lakini watakosa unyakuo. Parce que belé ba o comprendre te. Kwa sababu wengi hawelewi. Tozo sosola te. Hatuelewi. Musala nini Yesu asali ne kulusu. Ni kazi gani yenye Yesu amefanya kwenye msalaba? Eloko nini alingi pona biso. Ni kitu gani anapenda kutoka kwetu? Pomoni na mokili yango banda obenga biso batu tobunga. Ndio kwa maana dunia wanasema wale watu waliopotea. Parce que na mokili toza osala eloko nyonso tolingi. Kwa sababu ndani ya dunia tulifanya Tokotonga, vyote tokoyiba, tulivyopenda. kindumba, nyonso. Tulikuwa nafanya Tosala tozali na ukahaba, liberté. kudanganya, kila kitu. Parce que liberté on a des aïe ko préparer biso to kena lifelo. Kwa sababu ile uhuru wenyewe tulikuwa naishi Pona ndani. ngina tulikuwa rappeler tuandaa mutu moko tuende kwenye lifelo moto. ezali lola pesa. Nataka niwakumbushie jehanamu iko na mbinguni Siko iko. tangu Yesu abikisi biso, Wakati Yesu anatuokoa, apesi biso liberté kati na ye. ametupa uhuru ndani wake. Tosala lisu eloko tolingi te. Hatuwezi tukafanya kila yenye tunapenda. Tosala oyo ye alingi. Tunafanya yale yenye Yango yeye nde ezopesa anapenda. biso liberté. Hiyo ndio uhuru yenye ametupa. Siko bato bele ba ososola te nini nde Nzambe alingi. Lakini watu wengi hawatambui ni kitu gani. Est-ce que na Mungu oso wana anapenda. mutu moko? Kuna mwenye anaelewa. Dimanche passé na banda oloba Yesu akoya Jumapili yenye ilipita ko tuliongea Yesu enlever batu atakuja oyo amna bango ekomi lokola ye. kuchukua wale wenyewe wanafanana naye. Omoi tango Yesu azoloba tango na koya Wakati Yesu anasema na wakati koyebisa batu nitarudi, mususu na tikala koyeba bino te bato bele bamona yango baje. wengine nitawaambia sikuwajue, watu wengine wanachukua Eza kwa mzaha. réalité. Ni ukweli. Kaka ndenge maloba na alobi na kopambola pe apamboli kaka ndenge alobi pe kosalema bongo. Giza nasemaka ndabariki na nabariki kila neno yenye Église anasema esengeli na litatimia. biso to comprendre Kanisa inafaa tuelewe. ke temps oyo tokomi Hii muda yenye tumefika eza temps ya komitika, ni muda ya kujiachilia. eza temps ya komiboya, Ni muda ya kujikataa. eza temps ya kolanda oyo Yesu alobi 100%. Ni muda ya kufuata yale Est-ce Yesu que anasema tangu nalobi asilimia bongo, na tangu mia. nalobi bongo nga naza na berere te. Wakati nasema vile haiko kwa Naza na sababu berere mais sikose vérité makosa. eza vérité. Niko na makosa lakini ukweli ni ukweli. Donc ata vérité ezoswanga mais yango wana nde vérité. Hata kama ukweli unaumiza lakini ukweli ni ukweli. Donc tozo vivre temps moko il faut se positionner oza wapi. Tunaishi kwa muda nafaa ujue kama umesimama wapi. Soko oza mutu akotonga kosa mibimisa yo moko naza mutu akotonga. Kama unakuwa kuna teta wengine jitoe tu seme na tetaka Soko oza wengine. mutu a désordre loba bimisa yo moko kobatama te parce que tokomi na temps oyo
biloko nyonso ekobima na pwasa. Kwa sababu tumefika kwa muda yenye kila kitu itatiliwa Eske wazi. naosona mutu moko? Niko naongea na mtu. Mutu moko ayebisa nga lobi vie eza lokuta. Kuna mwenye aliniambia maisha ni uongo tu. Mais na comprendre que loni na banda oloba. Lakini sikuelewa alimaanisha Abi nini. vie bando yebiso ka ke obando vivre mahali si lobi revivre, lobi pour revivre. Nasema maisha tu ni kesho unaishi, kesho yako unaishi, kesho unaishi vile vile Si tu. mukolo moko omona ke ovivre te esuki. Mpaka siku moja unaacha kuisha na vile vile tu. Na sa isi conférence aya. Alifanya hii conference hapa Makam nyonso eleki bien. na mambo yote inapita vizuri. Epe na yebi na poko biso nyonso tozala kuna. Na tunajua magharibi sisi wote tutakuwa hapa. Nazwaki ba photo ya batu nyonso soki ka mutu azangi na loba mama papa eloko yo sali ngai erotika lelembo. Alishika foto ya kila mtu, nasema mwenye hata mona kwa hiyo picha atakuya yake nyona nifanya itabakia alama kwenye moyo. Papa temps ya famille lelo. Saa ya Osala familia bolobi. leo utaifanya kesho. Temps ya famille. Saa ya familia. Webi temps ya famille. Unajua saa ya familia. I'm taking time for the family. Niko nachukua muda kwa familia. Papa lelo. Leo tunaenda ku. So nasengi papa yaka aye papa il faut c'est pas ça il faut ça la makambo na temps. Nakuwa namwambia inafaa tujulishe kwa muda, pana kutuambia na muda iko I kidogo. love him because he's a honest person and he's always straight. Ni kwa sababu niko mkweli na nakuwa naambia waziwazi. When I call him, he's always, Papa, I have a time for the family now. Na anakuwa namwambia nina muda wa familia, sasa ungenijulisha mapema. Papa, today I'm asking you, come to support me. Akili leo naomba nikuje Na osenga na nimsupport. bino nyonso boya bo soutenir nga lelo na poka mukula suka. Akili Na uzala naomba kila kuna. mtu tukuje tumsaidie Boya leo siku bino ya mwisho. nyonso. Adresse barocha adresse na sengi bino pardon. Adresse itakuwa pale. Bino nde bo soutenir nga pe bozo soutenir ngai. Kwa sababu nini na ndio bino na mnanisaidia? mutema boya na bonde libino. Na watia kwenye Moya moyo nasema kusunga ngai. mkuje munisaidie. Bibi ba yebisinge longo papa stress moyen te. Kesho liniambia jambo mwivi kaniletea stress. Mokili atosali makambo malamu so eka ya muke bakozo ya muke ana bakumiso ko munene. Unaona hii duniani ukishafanya mambo mengi mazuri lakini ya kidogo tu ya vibaya utachukua hiyo vibaya njoo unaifanya ikuwe ya kabambi. Usikate mutu muka binginga kana na poko ata. Kuna mwenye alinipigia simu magharibi. Conférence l'équipe yebuka mindele na mindele kwanza. Akaniambia conference inapita vizuri lakini ni wazungu tu njoo wanajaa. Ozana bata poso mwindo te lobi la butu. Anasema oh hakuna hata weusi ni wazungu tu. Minde bafuta mindele bisupasi wewe ba. Wanasema ni wazungu ndio tu tunaona inatumisha mecho. Siko mutu akomelinga yemo kwa yakite. Sasa mwenye aliniandikia na Soki yeye. yo yaki siko tukomi de poso mwindo. Nikimwambia ungelikuja tu ungelikuwa wausi wawili. Siko nasala ndenge nini na miboma papa loba nani. Sasa nikamwambia nifanye nini? Mama. Mama. Balubi na ngabo ba photo ngapi ba photo ndi bazana raison. Mais kasi yango te papa. Soki biso tuto ya muli boko ya bosunga ngai. Amen. Kama sisi sote tunakusanyika hapa Amen. tusaidiane. Betela Yesu maboko na lingi bino Kwa mingi. Yesu Kristo makofi. Oyebike na kolobango ka awa po awa ezanda kunanga awa eze Nisasema église tu hapa kwa nanga. sababu hapa ni nyumbani. Pona bato ba yebi tenga na za membre ya église awa. Niko moja wa kanisa hii. Est-ce que mutu moko ayebi? Sisi sote tunajua. Te na yaka otea te na za membre. Sikujake tu hapa Depuis kuhubiri lakini ni 2019 moja wa hii tangu na kanisa. Papa tuzola na za mutu liboso ya ko yebisanga oyo nzambe atindaki nga alobi yo za pasteur. Wana Mchungaji nanu Tuzolana bakosaki yeye alikuwa wa kwanza kuniambia ili niko mchungaji donc ngana mbele yaka kila mtu otea te anayeniambia. nazalaka awa. Na mbele sijawahi kuhubiri na kuwaka hapa. Donc na te ya kaboye nazwaki loko te parce que église na ngai. Na ubiri yake sipatake kitu Naza kwa lokola sababu ba ni membre kanisa ba yangu. nyonso. Niko saa mmoja wa hii Nazalaka kanisa. na jeudi ya ba mama mutu moko alongolinga na groupe peut-être asalaki erreur. Na kwaka mujedia wa mama kuna mwenye alinitoa kwenye Mama moko group. alongolinga na groupe peut-être asalaki erreur. Wamenitoa kwenye group sijui kama wamefanya. Na biso ya longolinga na groupe jeudi eza jour nanga otea to sande. Sasa nikasema wamenitoa kwenye group Et na kwa comprendre nini? asalaki erreur. Mama eza yo na yebi. Sijui. Mais na yebi ezaki na erreur. Amen. Amen. Donc ngana za mwana église. Amen. Niko mtoto Na wa lingi biso kanisa. mingi oyo famille na biso penzambe asepeli tozala biso nyonso ensemble. Hii ni familia na Mungu Betela anapenda Yesu tuko sote maboko, pamoja. betela Yesu maboko. Amen. Siko conférence ezo leka bien, boy bisanga so minute etikali comme conférence ezo leka bien. So conference ilikuwa inaendelea vizuri.
3 jours passés, Papa Patrick, tozui réunion na famille na bande kona biso. Siku 3 yenyewe ilipita tunakaa Zamba kwenye cheki makutano kilo mimi na na familia. mutema. Na Mungu alitia jambo ndani ya moyo yangu. Ponga na uti na famille mo éparpillé. Kwa sababu nimetoka kwenye familia yenyewe Famille mo pesa inasambaratika. bolingo eza raté. Yenye upendo haiko. Vérité yango wana. Hiyo ndio ukweli. Osomona. Siko nzamba chenga na motema Kisha Mungu alitia jambo ndani ya moyo yangu. na pusa na lisusu na famille ya papa na nga. Inafaa nizogelee tena familia ya baba yangu. Ngana mama lisi bolingo ezali na wala bande famille ya papa. Najua mimi na mama lisi upendo iko niko nasema tu familia ya baba yangu. Problème. Msiniletea kwa shida. Sikoyo. Na lobina songa na famille ya papa. Nikasema acha nirudilie Na familia ya kilo babangu. na motema. Nikijisikia uzito ndani ya Na roho. tosali réunion na ebisi bango na bitala. Tukifanya reunion nikikaa nikawaambia Ça hivi. sert à rien qu'on a ba division, ba problème. Ça sert à rien. Nikamwambia haiko vizuri kukuwa na mgawano, Tozaki kukuwa bana na mikita mashida. ndenge tokoli. Tulikuwa watoto, sasa tumekomaa. Tozongisa bolingo. Turudishe upendo. Yana nga moko azalaki wana. Na ndugu wangu mmoja Alobi alikuwa ya solo pale. ebi kesuki boza bolingo tate bobundi solution ezate. Akasema kama hakuna upendo hata mnapigana hakutakuwa jibu. Na ebi c'est pas pour rien nzamba sali famille za unité. Soki unité ezali soute. Combien de minutes tikali mama? Soki unité ezali soute. Nikamwambia Mungu ndio amefanya Ezali jamaa, susu kama hakuna famille te. umoja hiyo jamaa haiko tena. Et puis ndeko nanga bandi koloba. Na ndugu wangu akaniambia, Alobi ya solo photo ça ba projet. Wana semaine oyeleki oyo akaniambia avant inafaa conférence. tuanze fanya maproje na hiyo Peut-être ni wiki yenyewe jeudi. imepita. To solo li biso nyonso bien to seki to bondeli. Tukiongea, tukicheka, tukiomba. Na sisi conférence lobby. Nikimaliza conference jana Muto yokuta pesa ki dewana na mtu mwenye alitoa hiyo mawazo akufi. akikufa. Donc yaya na ngao na nanda ku abeli te kakangu alamuki kana na tongo. Akikufa. Alilamuka tu asubuhi hivi hagonjwi. Mwana akikufa mwasi ati. nenda zo bisanga na butu. Na mke wake Abila yuko ndio ni ananiambia crampe na usiku. loboko. Amemuguza tu hivi mkono inasembeleza. Mwasi na lobi peut-être olalela ki loboko. Sasa mke wake akasema, "Oh, saa zingine ulalia Abi mkono." okay nazo lata na ngana bimana kende kukuta na muninga moko na Sainte Thérèse. Kisha akasema, "Ana vala acha niende nikutane na rafiki yangu Mwasi mmoja." abimika libanda zo sa biloko ya basani posa eleti. Na mke akitoka amtengenezee Ayoki chai. kaka ndeko nanga Patrick abeli likomo na ye. Akasikia tu ule Abeli ndugu koma wangu mwasi na ye. akaita jina mke wake. Yaka Akamwita kuja. tango azo ya kutia kwei. Wakati iko nakuja na mkuta na nguka. Na tongo Asubuhi abeli te hakugonjwa, eloko te hakukuwa shida. tozalaki na ye jeudi. Tulikuwa naye siku ya ine. Asa munene ka lokwanga tozali taille moko elongi moko. Na iko tu munene sa mie tunafanana. Basuye bakotie na kati ya transport bakende na hôpital. Wakemutia ndani ya gari wampeleke hospitali. Na katikati ya nzela alamuki. Na katikati ya njia akiamuka. Atalobi problème nini? Akiona ni shida Mwasi gani. nazolela lobi outi kokweya. Bibi yake akamwambia umetoka Tango asisi nguka. kolobaka bongo asali lokola lali. Wakati akimaliza kusema hivi akafasa Akufi analala koke nyonso tena. yango wana. Na pale njoo alikata Natuni roho. alobi nini alobi alobi loko te kaninga alobaki problème nini? Koke nyonso yango Na wana. gizi tu alisema ni shida gani? Vile Ya ilikuwa na biso maneno yake ya mukolo mwisho. azobenga nga. Kisha Bango ndugu wetu nyonso mkubwa bazolela. akanipigia wote wiko nalia. Bango nyonso bazolela. Wote wiko nalia. Abeli te Hakugonjwa, asali eloko te. hakufanya kitu yoyote. 43 ans. Alikuwa na miaka 43. Grand frère na biso liboso biso kota Patrick na mort. Nazoyeba te soki nzanga. Na ule kaketo mkubwa anasema tunamuingiza kwenye Shoki fasi na wa butu wafu, lobi sijue nayebi kama te, ni na- nini. na- shoki eza mélange. Ilikuwa imenishoke kabisa. Nayebi te na sani. Sikujua kama nifanye nini. Nazali kukosala mpona tia makambo ya ministère. Nilikuwa naandaa mambo ya ministeri. Bina nayebisa bato. Nikasema acha niambie watu. Saint Esprit alobi silisa na mafanza. Roho Mtakatifu akaniambia maliza kwanza mambo ya Mungu. Motema, Roho émotion eza mélange. nini, hisia yangu ilikuwa inachanganya. So mpaka asubuhi wakati nilamuka, Nazoba vie ya moto eza nini? niko najiuliza maisha ya mtu ni nini? Vie ya moto eza nini? Niko nauliza maisha Mama, ya papa, mtu ni nazoyesa nini? motema mobimba. Niko Vie ya nasema moto kwa eza roho nini? yangu yote maisha ya mtu ni nini? Yango moni David alobi l'homme séjour sont comme une fleur. Ah, français. Mutu mikolo na ye na bomoyo eza lokola fololo. Anasema masiku ya mtu hapa duniani iko sa fleur. Lorsqu'un vent passe sur soki kaka mopepe leki Wakati tu nini mpepeo inapita, aza lisusu te. haiko tena. Même esika oyo ye azalaki kotelemela Hata kwenye alisimamia ekoreconnaître ye lisusu. haitamkumbuka.
yango moni Bible lobby Ndio kwa maana Biblia inasema pesa vie na yo inafaa utoe maisha yako as a living sacrifice. ikuwe sasa sadaka iliyo hai. Esa erreur munene bandeko na ngai. Inakuwa kosa kubwa sana. Ko vivre pour nzoto erreur munene. Kuishi juu ya mwili tu ni kosa sana. Parce que mukolo mutu nyonso ekoma. Kwa sababu kila mtu atafikia siku yake. Kila mtu atafikia siku yake. Mukolo wana na hautajua hiyo siku. Nzambe asalaka bajete. Na Mungu hachezaki. Osala pasteur, ukuwe mchungaji, ukuwe mtakatifu, ukuwe mwimbaji, ukuwe nani, vyote venye ulikuwa nafanya ndani ya siri yenye watu hawakukuwa naona, utasimama mbele ya ukweli wa Mungu. Na sasa nafsi yako itaenda wapi? Hii mwili yetu inakuwa kinatudanganya, mambo itakuwa tu hivyo, lakini mambo haitakuwa hivi. Inafaa hii muda yenye Mungu amekupa uichukulie na umtumikie Mungu na roho yako yote, hapana kutembea kwa mwili. Kwa sababu ukishafanya unajificha ficha, kweli watu watakuona. Lakini kuna mtu mwenye anaona kila kitu. Kila kitu nafanya asubuhi, mchana, magharibi. Na hata kama mimi nasimama hapa nazifanya kama mtakatifu, kuna siku moja ndasimama mbele ya ukweli wa Mungu, na pale njoo nitakupa maandiko moja. Romains chapitre 12 verset 1. Warumi 12 mstari wa kwanza. Warumi 12 mstari wa kwanza. Wakati nilikuwa nachanganyiwa, lakini nilikuwa najiuliza maisha ya mtu ni nini? Lakini kuja kuta maisha ya mtu ni kuishi tu kwa Mungu. Kwa sababu unaweza ukaishi maisha yako kwa ajili ya watu. Uko naishi kwa ajili ya watoto. Unakuwa unaishi kwa ajili ya utukufu tu. Unaishi tu kwa ajili ya kufurahisha watu. Yes, na unaweza ukaishi tu kwa ajili ya kufurahisha mwili wako. Lakini pia kuna njia ya kuishi kwa ajili ya Yesu, na kuishi kwa ajili ya Yesu ni nini? Warumi 12 mstari wa kwanza. Na ujumbe yenye nilikuwa nayo, Shabama palikuya akaikonfirme wakati alimba nyimbo ya kwanza. Mungu akubariki sana. Umepata mke mzuri. Kuna mwenye anaweza kasoma Warumi 12 mstari wa kwanza. Warumi 12 mstari wa kwanza. Biblia inasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoweni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Amen. Nous lisons dans Romains 12, chapitre 1. Je vous exhorte donc, frères, Dieu, par la compassion de Dieu, à offrir... Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à... Merci, maman Yangwa. Ok. Sikilizeni. Anasema
na wasi nini? Naza ko exhorter bino. Na wasi. Naza ko merci papa. Merci. Naza ko lendisa bino. Anasema na wasi. Continuez maman. De compassion à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, Merci, agréable. Alobi, je vous exhorte donc frères et sœurs. Moi pasteur ni bali mutu nyonso. Pasteur mutu nyonso mama pasteur. Anaongea na wandugu watu wote. Frère, jeune, nyot biso nyonso. Ukwe kijana mzee wote. Alobi na compassion ya Nzambe. Anasema kwa rehema ya Mungu. Kwa rehema ya Mungu. Kwa rehema ya Mungu. De vous offrir comme un sacrifice. Alobi bomi pesa lokola sacrifice. Mujitowe sa sadaka. Bomi pesa lokola sacrifice. Muto yibi mbekezani. Mujitowe sa sadaka. C'est agréable à Dieu à ceux qui sera de votre part un culte raisonnable. Raisonnable, merci maman Zamba. Papa très bien. Alobi na compassion Nzambe na sengi na bino. Nasema kwa rehema ya Mungu na wasi. Mutoe maisha yenu. Lokola mbeka. Ikuwe sa zabiu. Yango moni loko Yesu salaki. Injo yenye Yesu alifanya. Mama Bernice musalo zosaila Nzambe. Ikaze yenye unamtumikia Mungu. Pesa yango lokola mbeka. Inafaa utoe sa zabiu. Kufa na yo moko po Nzamba zwa lokumu. Inafaa ukufe ndani yako ili Mungu apewe sifa. Leo kuzwa couronne. Utapewa taji. Lelo mokili zo vivre na mbongo. Kwa sababu leo maisha naishi kwa pesa. Satan isa corrompre batu. Shetani alishaingia ndani ya kila mtu. Yesu alishatoka ndani ya kanisa, ametoka ndani ya mioyo ya watu. Na watu wanakuwa wanategemea mambo zingine. Roho wa Mungu haiko tena. Mtume Paulo anasema anawasi kutoa maisha yao kama zabiu. Hapo anamaanisha nini? Sema kila kitu ambayo unayofanya ndani ya maisha yako kwa utukufu wa Mungu. Ndio kwa maana vita haiko vita na mademo. Haiko vita na wale wachawi wa familia, hapana. Kwa sababu saa zingine tu tunashindilia tu ni hawa wa shetani wa familia, lakini haiko zile. Vita haiko na wale wa shetani. Lakini vita ni sisi kuweza mwili na kutembea na Mungu, kukua sa Mungu. Hiyo ndio vita yetu. Hiyo ndio vita yenye tuko nayo. Inasema umuresiste shetani na takimbia mbali yako. Lakini mwili yetu inatukataza tusimutii Mungu. Inatuambia inafaa uchukie mtu, inafaa umtete mtu. Kisha anasema inafaa tutoe maisha yetu sa zabiu. Uliza mwanamke ndani ya ndoa kumtoa nini? Ni unakubali yale yenye haungelikubali, lakini ni kwa sababu najitoa. Watoto wangapi wa Mungu leo wenyewe wanajitoa kwa ajili ya Mungu? Unaweza ukatoa pesa, unaweza ukakuja kanisani, unaweza nikahubiri kila gizi napenda, lakini kama maisha yangu haimfurahishi Mungu, kama siishi kwa ajili ya Mungu, mbingu itakuwa tu inakuona hivi, hautakuwa unaenda sehemu. Kuna mwenye anaelewa? Ishi maisha yako kwa ajili ya Mungu. Acha Mungu abariki. Neno bisa, Mungu akubariki mtumishi Bwana. Such a powerful message. God bless you, man of God. Hapa napenda kumpatia Kristo maisha yako, karibu. If you're here and you'd love to give your life to Christ, you're welcome. Na ikiwa uko mahali hapa unapenda kurededicate au kumrudilia tena Bwana, ulikuwa unatembea na Mungu lakini kwa muda kama na huu unajikuta hauko nafanya tena mapenzi ya Mungu, huu ni muda. And if you also want to rededicate your life, you've been walking with Christ but you backslid for a while, and you want to come back to him, this is a moment for you to come forward.
Usiseme nitafanya kesho, maana ya kesho haujui. Don't say I will do so tomorrow because you do not know what will happen tomorrow. Muda ni huu. Now is the time. Na baada ya kifo hakuna tena kutengeneza. And Inaisha. after death it's over. There is no fixing things. Swali langu kwako na kwangu ni hii. Ikiwa Bwana Yesu atakuja saa hizi, atakukuta uko tayari? My question to you is, if Jesus comes right now, will he find you ready? Na kama hautakuwa tayari, ni nini na kuzuia? And if he won't, what is holding you back? Basi tunakwenda kumaliza ibada yetu. And we'll close our service. Ningependa tena nirudilie kwenye tangazo ya conference. Itakuwa hapa kwenye Legacy Resort Hotel. Again, the conference is happening at Legacy Resort Hotel. Hapa to Mission Valley. It's here around the corner in Mission Valley. Ukifika pale, kama unahitaji parking, ingia kwenye parking structure. They have parking spots within the parking structure. Usiogope kuchukua kale ka ticket kama tunachukua kule kwa hospitali tunaendaka. And so you will just grab a ticket from the gate. Kwa kutoka hautalipa. And coming out, you won't have to pay a dime. Kwa hiyo alika rafiki yako. So welcome your friend. Alika jirani yako. Welcome your neighbor. Wakuje kuzuria kwa maana Mungu iko anajitukuza. Let them come because God is glorifying himself. Nimeona Bwana amefanya mambo makuu mahali pale. I've seen God doing great things. Kwa hiyo karibu, kama hujapata na nafasi, njoo leo hii tujae mahali pale. So if you haven't had a chance, please come today. Let's fill the room. Next Saturday tuko na maombi yetu, mafungo inaanza asubuhi mpaka saa 6. And then this coming Saturday we have our prayer and fasting. We are fasting from morning all the way to noon. Saa 4 kamili tunakutana kwa mchungaji, tunafanya maombi ya saa 2 wote kwa pamoja. And then at 10 in the morning we'll meet at pastor's house and pray together. Basi wamama wote ambao mliacha watoto kwenye nani, mnaomba mwende mkachukua watoto zenu. And for all the mothers, if you took your child to the Sunday school, simama mahali ulipo. Tutakwenda kuomba na Roho Mungu ametenda na moyo wangu tumuombee Pastor Israeli na mama Lisi kwa familia yao yote mzima, kwa maana ni shock kwa muda kama na hii. Mkono wa Mungu uende kugusa kwenye mioyo zao. Nenda kusimama mahali ulipo. Tumuombe mtumishi wa Mungu na uombe wiki mzima Mungu akutangulie. Let's pray for him and let's pray for the entire week. May God go before you. Na uombe mkutano wa conference itapitikana siku ya leo. And also let's pray for the last day of the conference today. Na nikimaliza mama mchungaji atakwenda kufunga ibada letu. And then mama pastor will close our service with a prayer. Nenda kunyanyua mikono yako namna hii na upaze sauti yako. Haleluya. Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa siku hii ya leo ambao umetujalia neema ya kuwa kwenye uwepo wako siku ya leo na kutupatia ujumbe kupitia kifo cha ndugu yetu ambaye ametuacha siku ya leo, ambayo inatukumbusha sisi wote ya kwamba muda unakaribia. Tujifunze kuishi katika kuhesabu siku zetu, kwa maana wewe Bwana una mipango ambayo unayapanga kwa ajili yetu hatuyafahamu, na muda huu unatukumbusha tuishi, tuitoe maisha yetu kwa ajili yako, tuishi kulingana na mapenzi yako, tuishi kulingana na purpose na malengo yako Bwana, kwa maana hatuijui yale yatakayokuja kesho. Mungu mtakatifu, tusaidie tuishi na kufanya mapenzi yako. Ninaenda kusimama mbele zako, namleta ndugu yetu, namleta mama yetu ambaye amekwisha toka kwenye mapenzi yako, na leo hii ukitukumbusha tena turudi kwenye mapenzi yako, turidedicate maisha yetu kwako. Tunakuja mbele zako. Ninaenda kuleta mtumishi wako Pastor Israel ambaye amepoteza mpenzi wa maisha yake, ndugu wa moyo wake. Ninamuleta mikononi mwako, kwenye pengo, kwenye maumivu, kwenye muda kama na huu. Mkumbuke Bwana, umponye, umguse Bwana kwa wakati kama na huu. Weleta faraja yako kwenye moyo wa mtumishi wako, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakuomba na kushukuru kwa kuwa hautapungukia familia yote mzima iliyo hapa na yenye kwa Kongo. Baba, uende kupromuvua katika haja zote za kiroho kama vile za kimwili. Tunakuhitaji Bwana, fariji familia mzima, kwa maana faraja yako ni ya muhimu kuzidi mambo yote. Ni katika jina la Yesu. Usimwache adui akamata avantaji ya moma hii, uende kujitukuza kwenye familia yote. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Thank you, Jesus Christ.
Bwana Yesu, tunasema asante, asante kwa ajili ya upendo wako. Papa, ulianza na sisi na umemaliza pamoja na sisi. Bariki watumishi wako Bwana walioweza kusimama mahali hapa kuanzia louange ya adoration. Papa, bariki mtumishi wako aliyeweza kutenda neno katikati yetu, Pastor Israel. Rudisha pale palipotoka energy Papa, katika jina la Yesu, kwa sababu anahitaji tena kusimama kwa ajili ya conference. Bwana, tunashukuru kwa sababu uko mwaminifu, naamini utaendelea kuonekana. Tumeomba ushindi ya wiki mzima. Roho Mtakatifu tutembelee, na tunasi tena Papa protection kati ya wiki mzima kwa jina la Yesu. Naendelea kuomba Mungu wetu na Baba yetu, uwepo wako iweze kuambatana pamoja na sisi. Tunaomba kwa wote ambao wako mahali hapa, hata wale wakoweza kushoini siku ya leo. Wewe unajua kila ambacho imeweza kuwabana. Tunaomba uponyaji juu yao, ikiwa ni wagonjwa, ikiwa wamefungwa na kitu chochote, Bwana wafungue. Next week tuweze kuwa pamoja nao. Wengi wameweza kushindwa kuonekana siku ya leo, lakini Papa umewaona. Acha Papa maombi haya yaweze kuwafikia pia. Tunashukuru kwa ajili ya siku ya leo. Utatubariki Papa hata jioni ya leo. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, kila mmoja wetu aweze kuguswa kwa habari ya conference. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, sema na baba iko mali hapa, mama iko mali hapa, kijana iko mali hapa. Papa, ondoa yote yanayoweza kusimama kama distraction ya kuweza kututoa nje na mawazo ya conference, bali tunahitaji Papa tuone mkono wako siku ya leo. Siku ya leo ni siku ya mwisho kwa ajili ya conference, hata tuweze kupokea baraka sisi sote. Tuna imani ya kwamba Papa utaendelea kuonekana na utatenda, na zaidi utukufu zitakurudilia katika jina la Kristo Yesu. Amen. Amen, amen. Naomba tufike conference. Papa Joro. Tufike kwenye conference.